nafasi ya kuwa na afya njema. Tunachokiona katika sura hii tuliyosoma. Sema amen basi. Kakambi kagumu haka. Yaani haka kakambi pastaka. Hata mimi nasikia kwamba ni kagumu. Yaani waimbe kurasini hakuna yani mwitikio, yani watu ni wa kiroho. Yaani hata kusema amina wanahisi watamkosea Bwana Mungu wao. Watamtia majaribuni Bwana Mungu wao. Na narudia tena, ni katika muktadha kama huu ndicho tulichokisoma katika neno hili mchana wa leo. Hivyo basi na copulate kitabu hiki tulichosoma, kitabu cha Waamuzi, ni kitabu ambacho leo nimeona nianze nacho asubuhi ya leo, kueleza habari za kuhuzunisha kidogo. Kitabu hiki cha Waamuzi ni kitabu kinachoonyesha kwamba wana wa Israeli wamesafiri na wametoka kwenye nyumba ya utumwa, na wakiwa katika neno la Bwana na ahadi kedekede. Na Biblia inasema walipotia miguu yao katika nchi ya ahadi, kwa bahati mbaya sana wakamsahau yeye aliyewapa ahadi. Walipomsahau yeye aliyewapa ahadi, kwa kuwa yeye ni pendo na anawathamini, akaamua kujitoa tena kwa mara nyingine kuwatafuta ili awarejeshe, waweze kumtambua ya kwamba wako hapo walipo kwa sababu ya uwezo wake. Na sasa akaamua kuamsha waamuzi na akawaleta hawa waamuzi ili wawaongoze watu ambao wamemsahau yeye aliyewapa ahadi, wakajikuta ni wahanga wa mataifa yanayowazunguka. Na hivyo Bwana akainua waamuzi, wakaenda mbele kupigana kwa niaba ya wale waliomsahau Bwana. Na Biblia inasema katika harakati za waamuzi akazaliwa huyu kiumbe tunayesoma habari zake katika sura ya 13 ya kitabu cha Waamuzi. Anazaliwa kutoka katika ukoo wa Dani, katika familia ya mzee Manoa pamoja na mke wake. Biblia yangu inasema ya kwamba anazaliwa huyu kiumbe ambaye ni so special. Hajawahi kutokea kiumbe kama yeye kabla yake, na wala hatatokea baada yake. Na namaanisha mchana wa leo, hiki kiumbe hiki kinazaliwa kikiwa cha pekee. Namaanisha mwanadamu ambaye ni wa ajabu, kwa sababu Biblia yenyewe inashuhudia ya kwamba hakuwepo kabla yake na wala hata kuwepo baada yake. Na maanisha kiumbe kinaitwa Samsoni. Sema amen. Samsoni alikuwa ni mtu wa pekee, mtu ambaye hajawahi kutokea mwanadamu kama Samsoni. Yeye ni mwamuzi, anakuja akiwa na ujumbe maalum. Nataka kurudia na kurudia ili nikuonyeshe ya kwamba Samsoni alikuwa ni mtu special. Sema amen kama unanielewa. Naona kama bado mtu hajanielewa. Na maanisha kwamba Samsoni alikuwa ni kiumbe wa pekee, mwanadamu wa pekee. Aliwatandika makumi, akawatawanya maelfu, akawapiga makumi elfu waliosimama mbele yake. Na maanisha Samsoni alikuwa ni mtu special. Mpaka alipokutana na jeshi la wanawake
hawajanielewa Pastor Mdingi hapa, narudia. Ila waliposimama wanaume mbele zake, aliwakamata. Wakati fulani vitani alikwenda bila kuwa na silaha, yeye mwenyewe hakuhitaji watu nyuma yake wala wasaidizi wala jeshi la kumeskoti. Alikwenda mwenyewe akaimaliza vita, na maanisha Samsoni alikuwa ni mtu wa pekee. Sketi. Biblia yangu inaniambia kwa bahati mbaya sana akapoteza pambano. Ninarudia ili niwatetee wanawake leo, na nimegundua hawataki kutetewa, maana hawaonyeshi kuungana pamoja na mimi. Narudia tena, kama kuna jeshi linatisha hii dunia ni jeshi lililovaa sketi. Linaweza kukonka maelfu na maelfu. Na Biblia inasema aliwatandika mamia wanaume wenzake, akawatawanya makumi maelfu waliosimama mbele zake. Lakini ilipotokea jeshi limekula sketi, Biblia yangu inaniambia Samsoni akapoteza pambano. Kwa sababu hutaki kunielewa, naomba nikukaribie mchana wa leo. Mke wa kwanza wa Samsoni katika sura ile ya 14, Biblia inasema akatelemkia Timna, akamkuta mwanamke wa Kifilisti, akamuoa, akawa mke wake. Baada ya muda akavunja ndoa, akaachana naye. Biblia inasema katika sura ya 16 ya aya ya kwanza, Kristi akaingia kwake, akamuoa kwa usiku mmoja. Mwanamke mwingine anaitwa Baby Mama Delila akaingia, akaoa. Alipotaka kuvunja mji akapoteza pambano. Ninachomaanisha, mke wa kwanza wa Samsoni alikuwa ni Mfilisti, akamuoa, akaachana naye. Mke wa naye akitumiwa na Wafilisti, akaoa. Alipotaka kuvunja mji kama kawaida yake akapoteza pambano. Pasa inabidi washiriki tuunganishe hutu tu maneno ili wakuelewe vizuri. Na tumekubaliana hili kambi ni kambi la mtu kuja kuelewa. Haleluya. Samsoni akikutana na wanaume wa Kifilisti ni maadui, lakini wanawake wa Kifilisti wakisimama mbele yake, Samsoni anawaza kutangaza ndoa. Kwa lugha nyingine, aliye hai amekuja kulikomboa. Peke yake ndani ya maisha ya Samsoni imeshindikana kuliacha, na jambo hili ni hamu ya wanawake wa Kifilisti, ilikuwa imeshindikana kuacha. Appetite, shauku ya wanawake wa Kifilisti. Wakisimama wanaume mbele zake ni maadui, na yuko tayari kuua mamia na maelfu. Wakitokea wanawake wamekula sketi zao, Samsoni anawaza ndoa. Ninachomaanisha, watakatifu wa
acha. Hamu ya wanawake wa Kifilisti. Na leo pastor, nilijua watu watakuwa kimya maana itanyesha mvua. Hamu, appetite. Ninachozungumza watakatifu wa Bwana, ukimtazama ni mcha Mungu, ni muimba kwaya, ni mhubiri na ni mchukamana, lakini kako haka kitu kamoja kasiwe kitu kamoja. Haka kamoja haka ambako imeshindikana. Makambi na makambi, nyimbo na nyimbo, ibada na ibada, uamsho na uamsho, kila mwaka unakuja unatoka ukiwa boxi, lakini na mimi sikajui, lakini dhamiri inakueleza haka kamoja haka. Yaani mimi hapa mchana wa leo, watakatifu wa Bwana, sishughuliki na mengi. Ninajua umeacha mengi, umejinyima kwa mengi, umefight kwa mengi, umekataa mengi, umeshinda. Yaani mimi hapa nimewaambia hili kambi leo nimejipata tu, maana Biblia ndio inanielekeza hivyo. Kwa kweli hili kambi sio la kusechi sana kale kamoja gogo, lakini sasa nimejipata fungu lenyewe limekamata kwenye kona, na mimi sina bias mzee, nina swing kulingana na fungu. Sasa ninauliza mchana wa leo, mama, haka kamoja kaliko kameleta mtafaruku kanisani, kamevunja urafiki wa watu, haka kamudomo kausengenyaji haka mwaka kwa mwaka. Yani kanisa watu wanazaliwa upya, wanakuja ndani ya kanisa, wanakukuta gangwe wa mdomo, kuchonganisha watu, kusema watu vibaya, kuwa nenea mabaya, na wanalikimbia kanisa kwa ajili yako, na wamewenda miaka na miaka, wamekusaidia miaka na miaka, na wamekuombea miaka na miaka, na imeshindikana. Na kuuliza mchana wa leo, utakaacha lini? Hubiri langu basi leo linaweza kuishia hapa tu, alafu mchana pati tu. Ana watu wahitaji uhangaike sana. Unakaacha lini haka? Haka kawizi kazaka na sadaka, kila maumamsho, kila makambi, kila sabato umesomewa mpaka mafungu ya laana. Mmelaaniwa, unalisikiliza, unaogopa, unalizoea, maisha yanaendelea, lakini haka kamoja imeshindikana kukaacha. Na kuuliza, mbona ni kama kanataka kufa na wewe sasa? Unakaacha lini haka? Na leo basa nilijua leo ni ngumu, lakini kwa sababu sasa mhubiri ndio huyu amejipata mwenyewe huyu, na bahati nzuri hamumjui na yeye alikuwa hawajui, mmejikuta mmepatana tu hapa kwenye uwanja. Angalia shida ya haka kamoja.
Samson vitu vingine yuko vizuri, ni mnadhiri wa Bwana. Kama ni kufight kwa ajili ya taifa lake anafight, kama ni kuimba anaimba, kama ni kuhubiri anahubiri, kama kuja kanisani anahudhuria, kama kuwepo kwenye makambi anakuwepo, kama kushiriki kwenye chakula anatoa. Lakini haka kamoja imeshindikana, kukaacha hamu ya wanawake wa maadui zake. Akaingia kwa wa kwanza akaacha, akaingia kwa wa pili. Ukisoma wa pili utagundua ya kwamba anapoingia Gaza wanamuwinda Wafilisti. Akaingia, Biblia imeandika kitu cha ajabu, inasema kwa malaya kabisa. Akaingia kwa malaya, akaingia mtumishi wa Mungu, akaingia kwa malaya, akaoa kwa usiku mmoja, na wakawa wanamvizia jeshi la Wafilisti. Limeweka mazingira vizuri kumkamata. Wakati linamvizia akagundua wanamvizia, akatoka. Na alipotoka alfajiri na mapema, akataka kuwaonyesha kwamba yeye sio mtu wa kawaida, hawezi kufuatwa na wanaume, labda wanawake ndio wanaweza kumshika. Biblia inasema akaenda kwenye lango la mji wa Gaza, akang'oa lango la mji, akang'oa nguzo za lango, akazing'oa. Huwezi ukaelewa mpaka nikusaidie kuelewa. Commentator wa Biblia wanasema lango la mji wa Gaza lilikuwa na uzito wa tani 3.7, na maanisha kilo 3,700. Akang'oa kama anatoa karanga, upande wa kushoto, upande wa kulia, akaweka begani mwake, na akatembea umbali wa kilomita 35 kupandisha mlimani. Hata waliokuwa wanamfuatilia wakatiana nguvu kwamba bana, tukomee njiani, twende tukajitafute. Unajua pastor, watu hawezi kuelewa paka niwapatie uzoefu. Miaka ya nyuma niliwahi kulelewa na mtoto wa shangazi yangu. Alikuwa ameishi kidogo mahala fulani hivi, akakaa na mwalimu mmoja Mkanada, akamfundisha haya mambo ya huha. Na nikisema hivyo vijana wa Gen Z wanaweza wasinielewe sana, mambo ya kurusha majebu haya. Na sasa alipofuzu yule mtoto wa shangazi, akaja kutubadilikia, kutufundisha, ama tunataka hatutaki, akaamua kuwa master wa kwetu. Sasa akatufundisha, na uwe unataka unakung'utwa, ukilia ndio unapigwa zaidi. Sasa dawa ni kujikaza. Tukaanza kujikaza mchungaji, na tukaanza kuziruka majibu, na tukawa wanafunzi wazuri, na tukafuzu. Baada ya muda mimi nikaanza kuwa na ofisi yangu ya kujitegemea sasa, ya mtu akionewa, wewe niijie ili nikuonyeshe namna ya kutetea haki yako. Nikawa nacheza michezo hiyo ya kukodiwa. Rafiki yangu siku moja akakung'utwa, sitaki kutaja jina lake na nalihifadhi. Akaja analia, anatafuta mkombozi aende kumsaidia, na mimi ndiye alikuwa ananiaminia. Alipofika akanitazama usoni. Unajua mtu ili akuchonganishe zaidi, anaonekana kama yatima, analia kilio kisichokuwa cha kawaida. Uchungu kanijaa, nikauliza yuko wapi? Akaniambia bana, liko mahala fulani. Tukatoka, tukiwa njiani namhakikishia, namwambia nikifika, master wangu aliniambia watu wa namna hiyo hakuna cha salamu. Ukifika luka majebu, tandika kiki, luka teke. Nisijue aina ya mtu naye kwenda kukutana naye. Sasa nimemhakikishia, na tukaanza safari. Tumekwenda mahala fulani, tukakata kona. Tulipokata kona ya 3, nikaona jamaa 2 zimesimama. Jamaa hizi 2 zilizosimama, moja ni mwembamba na amesimama, lakini hiki cha pili, hiki kipande cha baba limesimama. Jamaa kifua kimejaa, haya matumbo yana matuta kushoto na kulia, na mikono ukiangalia limevimba hivi, na jicho kubwa, na limejishika vizuri. Nikamgeukia kumuuliza, maana nimetathmini aina ya vita ninayoiendea. Nikamuuliza, ni nani kati ya wale wawili, nikiomba kimoyomoyo anitajie yule mwembamba.
Cha ajabu bwana mdogo akasema ni yule aliyevua shati, lakini sasa tumetoana naye mbali na nilishamhakikishia na ananiaminia. Nikajikaza kiume na tukalisogelea. Kumbuka nilimwambia nikifika hakuna cha salamu, ni kuruka majebu. Nilipofika akashangaa, situation imebadilika. Nikafika nikalisemesha, bwana mkubwa, habari yako? Badala ya kuruka yale majebu likajibu kwa sauti moja peke yake, poa. Nilipotoa sauti likanimaliza zaidi. Dogo akaanza kulia kile kilio chake cha kunialika. Huyu ndio aliyenipiga. Na mimi namtazama kwa jicho la kumnyamazisha asione ishara yangu. Lakini kaamua kujitutumua, maana ni mtu wa kukodiwa na nimesafiri umbali mrefu. Nikalitazama, nikalitathmini, kila idara nimetandikwa. Nikamgeukia bwana mdogo nikamwambia, sasa sikiliza. Katika tekniki zote master alizonifundisha, aliniambia kila unapoenda kwa adui tathmini vita kwanza. Na nimepima, nimegundua. Aliniambia kwamba ukikuta mtu unayeenda kupigana naye itachukua muda mrefu kidogo, rudi nyumbani ukale, ushibe, ndipo uje kwenye vita. Nilipompoza bwana mdogo tukageuka kurudi. Nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, tulienda kula mpaka leo, hatujawahi kurudi tena. Hata Wafilisti walipotazama aina ya mtu na geti alilobeba, wakailishia njiani. Lakini swali langu mimi la msingi, ninajaribu kutafakari ya kwamba kuna muda katikati ya matendo maovu na dhambi zetu bado Mungu anaweza kutufadhili, akatupa uwezo wake, kwa sababu anajua huyu mtu nikimwaibisha mambo yataharibika, na kwa sababu ndani yake amebeba njozi kubwa kuliko dhambi zake, kuna muda Bwana anaamua kutufadhili. Haleluya! Maana kama isingelikuwa hivyo, mambo yangeharibika kuliko kawaida. Na sasa Samsoni ameruka kihunzi wa kwanza, akaruka cha pili, akakutana na Delila ambaye na yeye amekuja akiwa na utume. Na niwaambie ninampenda Delila, na nitawaambia kwa nini nampenda. Delila amekuja akiwa na mission. Ametumwa kupeleleza siri ya nguvu za Samsoni. Na hivyo anapokuja kwa Samsoni haji kwa ajili ya upendo, anakuja kwa ajili ya hela. Samsoni anakwenda kwa Delila kwa sababu ya upendo, lile tatizo lake. Sasa wanakutana wawili. Delila anaanza kufanya kile alichotumwa kufanya. Ninaomba hapa niwasaidie kuelewa, watakatifu wa Bwana. Tuliposoma ni mara ya 4, wakati Delila anamuuliza Samson, alishamuuliza mara ya kwanza akamdanganya, akauliza ya pili akadanganya, akauliza ya tatu akadanganya. Na tulipoanza kusoma aya ya 15 inasema Delila anaamua kupiga mshale mahali pa weakness ya Samsoni. Anasema, Samsoni, hunipendi. Ninachomaanisha, watakatifu wa Bwana, mchana wa leo, Delila anazungumza ukweli. Tangu mwanzo anauliza swali limenyoka. Anasema, Samsoni, niambie asili ya nguvu zako. Hakuna alipodanganya hata sentensi moja. Samsoni ndiye anayedanganya. Amedanganya ya kwanza, ya pili, ya tatu, na sasa amepigwa mahala ambapo wanaume wengi tukitandikwa lazima kichwa kijitutumue, maana tuna mgogoro huo kwa asili yetu. Sijui ni kama nataka kufundisha mambo ya kaya na familia hapa. Kwa asili, nilikuwa nalisikiliza ile darasa pale. Kwa asili kuna changamoto ya wanaume
kuwa na upendo wa asili wa dhati kutoka moyo. Hako kakitu kamepungua, na ndiko maana Biblia imeaddress specifically kupitia kwa Paulo, enyi waume, kile kilichopungua kwenu juu ya wanawake, wapendeni wake zenu. Sasa anatandikwa mahala ambapo ana weakness, na yeye anataka kudhibitisha ya kwamba sio kweli, akajitutumua ili kuziba gap. Hebu ngoja nikaribie hapa. Wanasaikolojia wanasema kuna tofauti kati ya grafu za upendo kati ya mwanamume na mwanamke, ya kwamba zina kawaida ya kutofautiana namna zinavyoshuti wakati tukiwa kwenye mchakato wa kupendana. Kwamba mwanaume anaweza akikutazama dada mchana wa leo na unapita mahala fulani, anakuangalia usoni na anamalizia, atageuka, mkiwa mnapishana naye, atageuka kuyadhibitisha macho yake kwamba hiki ninachokiona, je, ni kweli? Kuna sehemu iliyobaki ambayo nataka aitumie kudhibitisha. Hiyo sitaki kuisema mchana wa leo, nitaisema siku nyingine. Anapomaliza kudhibitisha, ndipo hapo out of nowhere yuko radhi kukwambia, dada, hebu zuia kidogo, samahani dada, yani ni kama sielewi hivi na sijielewi kama ni mimi, yani kwa lugha nyingine, yani mimi na kuforoforo hivi, yani anataka kuingiza na Kiingereza humo, kunadi sela. Lengo tu ni moja, mwisho anashangaa hapo anasema, dada, kwa kweli ninakupenda. Swali langu la msingi, amekupenda saa ngapi? Anakujuaje? Mlionana lini? Ana historia na wewe? Hivi anajua unatokea wapi? Unajua wewe ni wa kabila gani? Wewe unajua tabia zako wewe? Yani tayari yeye ameshasema. Naomba niwaambie mchana wa leo, anapozungumza hilo anamaanisha. Lakini mtu wa pili, mwanamke, yeye akishaambiwa hayo maneno, anaanza kuchakata, anasubiria ishara, anaangalia matendo, anaangalia dalili ili yaweze kudhibitishwa. Sasa mgogoro ni huu. Kwa lugha nyingine ni kwamba level ya upendo kwa wanaume inaanza kukriki kuanzia kwenye 100%. Halafu ya mwanamke inaanza kukriki kuanzia kwenye 0%. Inaanza kustawishwa. Ya mwanamke inaanza kupanda pole 100, 10, 30, 40, inatafuta 100. Wakati ya mwananchi yenyewe ilianziaga 100, haina mahala pa kwenda zaidi, ina kawaida ya kwenda kushuka, inashuka. Ndio maana usishangae tunapochumbiana, yani tuko tayari hata kuwaonyesha watu ya kwamba sisi ndio sisi. Yani hapa, hii ndio kapo mpya mjini, yani hii ndio yenyewe. Sasa tutatembea, tunatengenezana makola, mara tunasimama tunakumbatiana. Lakini ngoja nikwambie, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nzao ya 3, nzao ya 4, nataka nikwambie ndipo anatokea mwanadamu mwingine hapa katikati. Mama sio yule wa kwanza, maana wana kawaida ya kumisbehave. Anaweza kaanza kunenepa, mwingine ananepea mikononi, mwingine ananepea kwenye miguu, yani hakuna formula. Sasa unashangaa, ulioa misi, halafu ghafla hapa amekutokezea mwanadamu. Na kwa sababu ulivutwa kwa macho, mama alivyo kinganganizi, unashangaa na kwambia, mume wangu, leo kwenye makambi tutokeze basi kale kasale ketu, upige kale kashati baba kabatiki, na mimi nipige kale kagauli. Unashangaa mwanaume anakuambia, acha ujinga. Nani hajui kwamba sisi ni mume na mke? Yani tunatokeza kama waimba kwaya, vaya kwako na mimi nitavaa siku nyingine. Grafu ilishafika wapi? Sasa Samson akapigwa kwenye huo mshale wa wanaume, akajitutumua, akasema, mimi nakupenda mimi. Angalia Biblia inavyosema. Akamwambia Delila, sasa acha nikwambie, nimekudanganya kweli mara ngapi? Mara 3. Nafunguka sasa. Siri ya nguvu za Samsoni haikuwa kwenye nywele. Na kwa sababu tumekuja kujifunza, naomba hapa niwapitishe kwa haraka swali la msingi kwa mshiriki. Sasa mchungaji, siri ya nguvu za Samsoni ilikuwa wapi? Jibu ni jepesi.
Kitabu cha Waamuzi 13 aya 25 inasema roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika Mahanedani, katikati ya Sola na Eshtaoli. Sura ya 14 aya 6 inasema roho ya Bwana ikamwijilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi. Kuna mtu hajanielewa. Sura hiyo hiyo ya 16 ya 14 aya 19 inasema roho ya Bwana ikamwijilia juu yake kwa nguvu, naye akateremkia Ashkeloni, akapiga wanaume 30 katika watu hao na kuzitwaa nyara zao. Sura ya 15 aya ya 14 inasema alipofika Rehi, Wafilisti wakapiga kelele wakakutana naye, ndipo roho ya Bwana ikamwijia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kana kwamba ni kitani iliyoteketezwa kwa moto. Kwa lugha nyingine ni kwamba siri ya nguvu za Samsoni ilikuwa ni nini? Roho wa Bwana. Lakini cha ajabu, hataki kufichua siri ya nguvu zake, na badala yake anafichua karama, vipawa, makubaliano waliope. Sasa naomba niwaambie, nilipohubiri siku ya Jumamosi hapa, wale waliokuwepo asubuhi, niliwaambia kwamba katika sura ya Hesabu 6 inaeleza namna waamuzi ama wanadhiri walivyotakiwa. Inasema mnadhiri alitakiwa, moja, asiguse kitu ambacho ni najis, maiti na wanyama najis. Lakini pia hakutakiwa kula zabibu iliyokaushwa ama mbichi. Lakini pia alitakiwa kutunza nywele zake kama ishara ya ahadi na makubaliano kati yake na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Kuna mtu hajanielewa, naomba nimkaribie ili nimsaidie kuelewa ninachomaanisha. Kwamba sasa nywele ni nini? Nywele ilikuwa ni sehemu ya mapatano kati ya Samsoni na Mungu wake, ya kwamba Baba, nikiwa na hizi nywele, mimi ninatangaza hadharani kwa watu wanaonitazama, ni mtu wako, ni timu yako, ni mpambanaji wako. Na kwa sababu hiyo, kitendo cha Samsoni kusema ya kwamba hizi nywele zikitolewa, alikuwa natangaza hizi nywele zitoke, ili asiendelee kuwa mnadhiri wa Bwana. Na Biblia inasema nywele zilipotolewa, yule aliyekuwa siri ya nguvu zake, si tulisoma hapa, na yeye akaamua kufanyeje? Hujanielewa. Delila akamsikiliza Samsoni, na kisha akaanza kufanya zile zinaitwa tekniki za wanawake. Na mimi naomba niwaibie siri. Delila anawafundisha akina mama, kuna muda muafaka wa kuongea haja zako kwa mume wako, sio kupuyanga kila muda. Yani kanatokeza na haya mamwagilio, mabakio ya vyombo, maosheo ya vyombo, kamejimwagia miguuni, na kanatokea kwanza hata kifua chenyewe hakajafunga booster, kakayainua kidogo, halafu ndio kanatokeza. Ukikaangalia sura, kana sehemu ya unga, sehemu ya harufu ya dagaa, halafu kanatokeza, baba fulani, ninataka unipe hela ya matumizi. Sikiza nikwambie, utanyimwa tumizi sana wewe, maana haujui muda wa kuongea. Angalia Delila anapoona Samson ili ni muwini, akamchukua na akakichukua kichwa chake na akambembeleza na akamweka. Haleluya wewe. Mahala ambapo shida zote zikitajwa zitapata majawabu. Unatokezaga tu hapo, umeamuka utafikiri kametoka vitani. Halafu hapa kana jicho kavu, kanaweza baba fulani, muda wa kuhemea umefika. Sasa muda umefika, sasa tufanyeje sasa? Yani kanataka mwanaume wenyewe aanze kuseti mazingira ili iweje? Si utowe sasa hela ya tumizi. Sikiza nikwambie, utakanyagwa wewe mama. Kuna muda mama anamweka hapa mazuri kabisa, na Biblia yangu inasema Samsoni akalala. Haleluya.
Kina mama punga mkono. Natuletea makesi mengi. Mchungaji, unanyonyesha shida na hili. Mume wangu, sikiza nikwambie, wewe mwenyewe ndio unayaharibu. Angalia wenzako sasa, kina Delila huko wana akili timamu. Kuna muda unamweka baba kwenye kona, ukitupa jambo hachomoi. Anaweza kujichanganya hata akahonga barabara za serikali ya nchi ya Tanzania. Tufikiriza kwake. Ana Yesu asifiwe. Jamaa kalala. Na Biblia yangu inasema alipolala ndipo Delila akaita mtu akanyoa vifungi vya nywele zake, na alipomaliza kudhani na roho wa Bwana, na kumbe roho wa Bwana kimya kimya. Swali langu la msingi, mchungaji, kwa nini atoke? Jibu ni jepesi. Tangu kitabu cha Waamuzi 13 mpaka sasa hivi 16 hatujasoma mahali popote Samsoni aliwahi kumtambulisha Bwana kama ndio chanzo cha nguvu zake. Na kwa sababu amemfanya kuwa wasiri, roho naye akaamua kuchomoka kisirisiri. Alafu Samson akaamuka, anatumia mawenyeji ya siku zote. Akasema nitatoka, nitatandika watu mimi. Alipofika akajitutumua, Wafilisti wanakuja kama siafu. Aliponyosha misuli yake akagundua amekuwa raia wa kawaida kama mhubiri. Na wakashuka, wakakamata na kisha wakang'oa macho yake, wakateremka naye mpaka Gaza. Biblia inaeleza historia, wakamgeuza kuwa karakana ya uzalishaji katikati ya mateso, kwa sababu ameshindwa kumtambulisha Bwana wa majeshi. Ninazungumza na washiriki mchana wa leo ambao wanatembea kote kote duniani wakiwa wameficha identity yao, wanaficha siri ya nguvu zao, wanaficha siri ya baraka zao. Nataka nikutangazie mchana wa leo, mtambulishe. Haleluya. Anataka kutambulishwa, na wewe umeficha utambulisho wako. Waangalie Waadventista leo wanaweza kutembea hata hadharani, hawawezi kutembea wakiwa na Biblia. Unaona wanaficha, lakini wako wenzetu kanisa fulani, ukimuuliza wewe ni nani, anakuambia mimi naitwa Maganga bin Masanja, nimeokoka, ninampenda Yesu. Na wanatangaza hadharani. Wadive sasa wanajichimbia. Na kumbe Bwana anataka kutambulishwa. Samson ameshindwa kumtambulisha, roho naye akaondoka kimya kimya, akamwacha abaki mwenyewe ajipiganie. Sasa walipokamata wakaanza na macho, na hubiri langu limeisha mchana wa leo, lakini najaribu kutafakari, rafiki yangu, kwa nini wakimbilie macho? Kwa nini hasa wasinyofoe masikio? Kwa nini hata wasikate mikono? Maana hii ndio inayoweza kutawanya watu. Wakakimbilia masikio. Ninampenda huyu Mungu wa mbinguni, ni genius. Haleluya. Ameamua kuruhusu Samsoni wapite na macho kwanza. Maana Mungu anajua kwamba Samsoni siku zote ninapompa majukumu na akikutana na lile jeshi na akalitazama kwa macho yake, na hawezi kuniona mimi hata kidogo, bali analiona lile jeshi. Na kwa sababu nataka kumpata, nataka rudi kwangu, acha niruhusu macho yaende, ili mimi ambaye huonekana kwa macho ya rohoni, haleluya, haweze kuniona tena. Na ndio maana ustajabie wakati anateseka, wakati anahangaika. Biblia inasema wamemleta mbele ya umati, ndipo kwa mara ya kwanza katika maisha yake Samsoni akamwona Bwana kwenye maisha yake. Haleluya. Baada ya macho kwenda, kiuke jirani yako mwambie, baba, niombe Baba wa mbinguni afanye kitu. Mwambie situmuombe afanye kitu hapa. Kama nadhani kuna kitu kinatuzinga tusimuone, situombe afanye jambo.
Bwana Yesu asifiwe. Ili macho ya rohoni, kwa sababu menyewe yanamtafuta Bwana na kumwona siku zote, yaweze kumwona. Na Biblia yangu inasema macho alipoenda ndipo Samsoni akamwita Bwana. Haleluya. Ilikuwa ni mwisho. Biblia yangu inaeleza ni sherehe ya kumtukuza Mungu Dagoni, kwamba amemshinda Mungu wa Samsoni, na kwamba Wafilisti wanatawala. Wakarikana wote, majeshi yote, makamanda wote, wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya wote, watu wenye heshima, na maanisha wale wenye vikosi wanaoweza kuamrisha vikosi vyote vya nchi, walikuwepo siku hiyo ili kumwinua Dagoni. Na wakamleta Samsoni acheze mziki mbele yao, awaburudishe, kwa sababu Mungu wake ameshindwa. Nimefurahia somo langu mchana wa leo. Limeandika neno moja, linasema wakati wakifanya hivyo, walikuwa wanafanya hivyo wasijue ya kwamba nywele za kichwa chake zimeanza kuota tena. Haleluya. Hamjanielewa. Pastor Mdingi, nimewaza kitu cha ajabu ya kwamba watu wote wasiomcha Mungu, Biblia imewataja, inasema ni wapumbavu. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu ni moja, walijua Delila amejua siri ya nguvu za Samsoni ni kwenye nywele, lakini kitu cha ajabu, hawakushughulika kuhakikisha nywele hazioti. Bwana Yesu asifiwe. I feel like preaching. Kuna raha pastor unaposoma na akili ikifanya kazi. Naomba nieleze. Delila amejua siri ya nguvu za Samsoni ni kwenye nywele, na sasa amemkwangua. Nywele zimeenda, wamemkamata, wamemtupa jela. Lakini cha ajabu ni kwamba upumbavu wao haukuwa na makini kujua ya kwamba kwa kuwa mtu huyu siri yake ni kwenye nywele. Ningekuwa ni mimi, kila nikiona zimechomoza na kuja na wembe mpya na kuangua tena, maana hapo ndipo kwenye chimbuko. Lakini walivyo wajinga, wakamwacha na nywele zikaota tena. Hujanielewa. Ninampenda huyu Mungu. Unajua kwa nini nampenda? Kwa sababu aliruhusu kosa litokee, Samson aingie kwenye mikono. Lakini Mungu, kwa sababu mama wamemleta mbele yao, wanashangilia. Commentator wa Biblia wanasema ya kwamba palikuwepo na watu 6,000 juu ya ghorofa ile, na makumi ya watu huku chini ya jengo wakishangilia. Dagoni ameshinda, shetani ameshinda, Dagoni ameshinda, shetani ameshinda, na Mungu wa Samsoni ameshindwa. Wasijue ya kwamba nywele za kichwa chake zimeanza kuota tena. Haleluya. Akasimama mbele yao na akamwomba yule kijana, akamwambia, nataka nicheze vizuri ili Dagoni aendelee kuinuliwa. Naomba nifanyie favor kidogo. Ninaweza kushika nguzo zilizoshika hili jengo kote kote ili nicheze vizuri. Biblia yangu inaniambia wakamwonyesha, na Samsoni akanyosha mikono yake. Mkono wake wa kushoto akashika nguzo, mkono wake wa kulia akashika nguzo. Na Biblia yangu inasema ndipo Samsoni kwa mara ya kwanza akatazama juu kama waimbaji walivyoimba, akamtazama chanzo cha nguvu zake, akamwita, Bwana, ninakuomba mara hii, ninakuomba mara hii, nife pamoja na wote walioko hapa. Na Biblia inasema ndipo Samsoni akainama, akapanua misuli yake kuzikabili zile nguzo mbili, ambazo commentator wanasema nguzo moja ilikuwa na uzito wa tani 2 na nyingine 2, jumla tani 4, bila kuhesabu uzito wa maelfu ya watu na jengo lililoko juu yake. Akajipanua katikati yake. Pastor Mdingi, I wish watu wangekuwa naelewa kile ninachotaka kumaanisha.
Samsoni akanyosha mikono yake kushoto na kulia, akainua uso wake kutazama kwenye chimbuko la nguvu zake, akaita Baba na kusii mara hii tu. Na alipomaliza kuomba, akainama uso wake, akajitutumua katikati ya nguzo, na Biblia yangu inasema akajiachia, akapasua pasua na kuvunja vunja zile nguzo zote mbili, na jengo ndipo likashuka likawakanyaga likawasagasaga. Na Biblia imeandika aliowaua wakati wa kufa kwake ni wengi sana kuliko alioua wakati wa uhai wake. Lakini mimi sio ajenda yangu hii. Ninasimama hapa kumhubiri rafiki yetu mpendwa, kaka yetu, na yule anayetupenda na kutujali, aliacha enzi kuja mbinguni. Na kumbe anapokufa Samsoni anapeleka ujumbe kwa wasomaji wa Biblia ya kwamba ninatoa kielelezo cha Bwana mkubwa. Yuaja atakayesimama msalabani, atanyosha mikono yake kushoto na kulia, atainua juu kumtazama Baba, na kisha atainama na kusema imekwisha. Haleluya. Atasukuma dhambi za dunia. Alafu mimi na wewe unayenisikiliza na wale wote tulioko hapa, kwa pigo moja peke yake atakalotoa pale msalabani, tutaokolewa. 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 Hujanielewa? Biblia inasema, na ndipo taifa la Mungu aliye hai likapata amani kutoka kwa Wafilisti kwa miaka 40 tena. Hujanielewa? Kwa pigo moja la Yesu Kristo ametupatia amani milele na milele. Haleluya. Kuna mtu mchana wa leo anasema, Baba, ninatamani niendelee kukusubiria hata kama macho yangu yatanitoka nisikuone vizuri. Naomba katika kambi hili nisaidie tena, nipe nafasi ya pili, nipe nafasi ya pili nikuone tena katika maisha yangu. Kama unasema hivyo, wakati ile praising team inapokuja hapa, utasimama pamoja nami. Utasimama pamoja nami. Unasema ya kwamba, Baba, ninajua unanipenda. Najua unanipenda mno. Na mimi mtoto wako, wakati fulani nina mesa, ninakosea. Lakini mchana wa leo nimegundua kusudi lako katika maisha yangu ni kubwa kuliko dhambi zangu. Nipe nafasi ya pili tena. Kama unasema hivyo, kwa nini usisimame pamoja nami? Ili kwaya inapoimba, uwe na tafakari mchana wa leo. Biblia inasema akaiteketeza timu yote ya Kifilisti, akaua walio wengi, tena kwa kusudi jema. Na Biblia inasema wale aliowaua wakati wa uhai wake walikuwa ni wadogo kuliko aliowaua wakati wa kufa kwake. Wimbo taimbwa. Nadhani sasa ni kwaya hii. Mharakishe. Wimbo taimbwa. Pianist utakwenda endelea tu kuseti, maana bado wanakuja. Weka vizuri mambo yako. Kuna mtu anasema nilimesa. Kuna mahala nilijikwaa na mambo hayakwenda vizuri kama nilivyotarajia. Ninatamani mchana wa leo, Baba, unishike mkono. Wewe uliyechoka na kukata tamaa,
mtu anasema Baba nisaidie. Sema nisaidie. Kama unasema hivyo unaweza ukatembea mbele. Tutakuwa na maombi, sogea tu mbele ili tuombe. Tembea tu. Tembea tu. Wewe sogea. Sogea upande huu. Sogea upande huu. Kuna mtu anasema mimi nataka kubatizwa na yuko katikati yetu. Naomba mahali ulipo wewe tembea, njoo tu hapa mbele kabisa. Njoo hapa nilipo. Wewe unasema mimi nataka kuweka maisha yangu kwa Yesu kwa njia ya ubatizo kwenye hili kambi. Kama unasema hivyo, tembea hapa mbele. Tembea hapa mbele yangu. Njoo. Dhambi zako